Nasabir Islamic Center, ujumbe wa leo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العظمة والكبرياء والملك والملكوت وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أصحاب النار. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla, lakini kadhalika kumwombea ziada ya rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu, awali ya yote, kwanza nichukue fursa hii niwahusie ndugu zangu, lakini pasi na kuisahau nafsi yangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza na kuyaendea mbio maamrisho yake Allah, lakini kadhalika tumcheni Allah subhanahu kwa kukaa mbali na kukatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tukae nayo mbali. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Kwa hakika hayo tukitekeleza kwa mtindo huo, basi tutakuwa ndio wacha Mungu mbele ya Allah azza wa jalla. Lakini daraja hii ni ndefu, na ili tuifikie ni lazima tumuige kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutamuiga namna gani? Ni lazima tuyasome maisha yake. Ni lazima tuyasome maisha ya Mtume Muhammad. Hapa tukiyajua maisha ya mtume, ndivyo tutakavyoishi kama alivyoishi yeye, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam maisha yake yote katika mgongo huu wa dunia aliishi katika mazingira na hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-insan, laqad khalaqaka Allahu fi ahsani taqwim wa sawwaraka fa ahsana suratak wa razaqaka min at-tayyibat, fama hiya mas'uliyatuka fil hayat. Ndugu yangu katika imani,
Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba, tena akakutengeneza vizuri sura yako. Angalia namna gani ulivyo. Ni namna gani kama Allah angekuumba kama ng'ombe? Allah ahsana suwaratak, amekutengeneza katika umbile lililokuwa zuri, lakini sio kama amekuumba tu katika sura iliyokuwa nzuri na maumbile yaliyokuwa mazuri. Warazaqaka minat-tayyibat, akakuruzuku wewe vitu vilivyokuwa vizuri. Angalia vyakula unavyokula wewe na chakula anachokula mnyama leo. Angalia mnyama anachokula na kile ambacho unachokula wewe. Hii yote ni rehma na neema ambayo aliyotupa sisi Allah azza wa jalla, sisi wanadamu. Ikiwa hivyo ndivyo, majukumu yako katika maisha ya dunia ni yapi? Fama hiya mas'uliyatuk, ni yapi masala yako, ni yapi majukumu yako fi hayati, katika maisha yako. Ndugu yangu katika imani, majukumu tuliyokuwa nayo ni majukumu adhim, ni majukumu yaliyokuwa makubwa. Amana tuliyoibeba Waislamu ni amana iliyokuwa nzito, ni amana ambayo abat samawati wal ardh wal jibal, mbingu, ardhi, milima mikubwa mikubwa ilikataa hii amana ambayo mwanadamu kwa kihelehele chake akaamua kuibeba amana hiyo. Amana ni nzito Waislamu tuliyokuwa nayo, amana ambayo tuliyoibeba. Ikiwa tutaitekeleza vyema, tukatekeleza haki zake, kwa hakika mbele ya Allah tuna malipo yaliyokuwa makubwa. Tumuombe Allah atuwezeshe kutekeleza amana tuliyoibeba. Lakini kama amana hii tuliyokuwa nayo, ikiwa tutaitupa na tusitekeleze ule wajibu wake, tuelewe ya kwamba tutakuwa na makasiriko yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah, lakini mwisho wa siku tutaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutakuwa min asfala safilin, tutakuwa ni katika watu dhalili, watu wa chini zaidi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile la sawa, umbile lililokuwa zuri kabisa. Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrejesha akawa ni katika watu waliokuwa dhalili, katika viumbe wa chini zaidi. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba walioamini na wakatekeleza matendo yaliyokuwa mema. Ndugu zangu katika imani, majukumu tuliyokuwa nayo ni maaujabahu Allah, ni yale ambayo aliyotuwajibishia sisi Allah azza wa jalla katika haki zake. Tutekeleze haki zake na haki za waja wake. Tukiyatekeleza haya Waislamu, tutakuwa katika watu ambao wenye kuridhiwa na Allah, na tutakuwa ni watu ambao tuliotekeleza majukumu yetu. Ndugu zangu, inna at-tahara fil hadathi amana, wa inna as-salah amana, wa fi'lul wajibati amana, wa tarkul muhramati amana. Waislamu, kujitaharisha na hadathi ni amana tumeibeba. Swala hii ambayo tunaiswali leo, wengine tunaichezea. Leo mtu kaswali kaacha, kasubiria mpaka wiki siku ya Jumaa ndio kaja msikitini. Hii Waislamu ni amana. Kutekeleza maajibisho ya Allah ni amana, kuyatekeleza maamrisho ya Allah ni amana, kuacha maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Wa addul huquq, na kutekeleza haki, kuwapa wale ambao wanaostahili, hii kadhalika ni amana. Lakini amana kubwa Allah ameiweka ndani ya Qur'ani katika suratul Nisa aya 36. Ndio tunataka tuishi hapa.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Suratul Nisa aya ya 36, kaishi nayo nyumbani, angalia ni haki hizi unazitekelezaaje. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyie wema, wafanyie ihsani. Wa bidhil qurba, ndugu zako wa damu, ndugu zako wa karibu. Wal yatama, watekelezee kadhalika ihsani mayatima. Wal masakin, wafanyie ihsani maskini. Wal jari dhil qurba wal jari aljunub, na wafanyie ihsani majirani wako wa karibu na majirani zako wa mbali. Wasahibu bil junub, na yule jirani yako ambaye kwamba uliyekuwa naye ubavuni kwako mfanyie ihsani. Wabni sabil, na wafanyie ihsani wasafiri ambao kwamba walioharibikiwa. Wama malakati aymanukum, na wale ambao mmewamiliki kwa mikono yenu ya kuume. Mwisho wa aya Allah subhanahu anasema inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur, Allah hawapendi wenye kujigamba na wenye kujifanya fakhri na kufanya kibri. Ndugu zangu katika imani, aya hii ahlul ilmi wanaita 10 alhuquq, ni aya ambayo iliyokusanya haki 10. Ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka haki 10. Haki ya kwanza haqqullah, haki ya Mwenyezi Mungu. Ya pili haqqul walidaini, haki ya wazazi wawili. Wa haqqul qaraba, haki ya tatu ni haki ya jamaa zako, ndugu zako. Wa haqqul yatama, haki ya mayatima. Wa haqqul masakin, haki za maskini. Wa haqqul jari alqarib, na haki za jirani wa karibu. Wa haqqul jari aljunub, na haki ya jirani yako ama atakuwa wa mbali. Wa haqqu sahibi aljunub, na haki ya jirani yako aliyekuwa naye ubavuni, ima ukawa naye kama hapo msikitini, tekeleza haki yake, tekeleza majukumu yako kwake. Au mtu ambaye unasafiri naye, umekaa naye kiti kimoja, tekeleza haki yako kwake, tekeleza majukumu yako kwake. Lakini wa haqqu ibn sabili, na haki ya wale wasafiri. Wa haqqul mamalik, na haki ya wale ambao kwamba tuliowamiliki. Ndugu zangu, haki ya kwanza ni haki ya Allah. Fa haqqullah subhanahu, haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu, fa innahu a'dhamul uquq, ndio haki iliyokuwa kubwa. Wa awwalul wajibat, na ndio wajibu wa kwanza kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki yake ni nini? Tumwabudu Allah na wala tusiwe washirikina. Anta abudahu, ni kumwabudu Allah, wala tushrika bihi shay'a, na wala kutokumshirikisha Allah na kitu chochote. Ndugu zangu, mambo haya mawili, kumwabudu Allah na kutomshirikisha Allah, ndio maana sisi tumeumbwa. Kumwabudu Allah azza wa jalla na kutokuwa washirikina, ndio maana sisi tupo ulimwenguni. Kwa sababu hiyo, ndani ya Qur'ani Allah azza wa jalla anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba wanadamu na wala sikuwaumba wa majini sio kazi waje wajirushe tu wasubirie weekend waende kumwasi wapi Allah. Allah azza wa jalla amewaumba wanadamu na amewaumba majini, lengo madhumuni wamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wal ibada la tanfa'u li sahibiha, na ibada haiwezi kumnufaisha mwenye kufanya ibada illa bil ikhlas. Lazima ibada hiyo ichanganyike na ikhlas.
kiasi ambacho mtu anapofanya ibada hatakiwi kumshirikisha Allah ndani ya ibada yake ile, hatakiwi kumweka mwingine katika ibada yake ile, hatakiwi kufanya shirki iwe ni kubwa au shirki ndogo, hatakiwi muislamu kuchanganyikiwa kama hivi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema fa'budillaha mukhlishan lahu-ddin, muabudiri Allah subhanahu hali ya kumtakasia na dini. Kija katika sura nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad, qul, sema kuambia umma wako, innama ana basharun mithlukum, mimi Muhammad ni mwanadamu mfano wenu, yuha ilayya, utofauti uliokuwepo, mimi ninapewa wahai. Mimi ninapewa wahai. Wahai wenyewe ni nini? Annama ilahukum ilahun wahid, hakika Mola wenu nyinyi ni mmoja tu, Mola wenu ni mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, anayetaraji kwamba atakutana na Mola wake, falyamal amalan salihan, atende matendo yaliyokuwa mema. Kama unataraji, una imani kwamba utakutana na Allah azza wa jalla, basi fanya matendo yaliyokuwa mema. Wala yushriku biibadati rabbih ahada, anayetaraji atakutana na Allah afanye matendo yaliyokuwa mema na wala asimshirikishe Mola wake ndani ya ibada na chochote. Ndugu zangu katika imani, asiyemwabudu Allah ni lazima atakuwa anaabudia kitu kingine. Man lam ya'budillah, asiyemwabudu Allah azza wa jalla, swara abdan li ghairihi, atakuwa ni lazima anaabudia kitu kingine. Imma anaweza akaabudia mashaitani, anaweza akawa anaabudia matamanio ya nafsi yake, au anaweza akawa anafanya ibada kuabudia masanamu. Ndugu zangu, siku zote mwanadamu ni mtumwa. Kama haukuwa mtumwa wa Allah, utakuwa ni mtumwa wa kingine. Kama haukuwa ni mtumwa wa Allah azza wa jalla, utakuwa ni mtumwa wa mpira. Kama haukuwa ni mtumwa wa Allah azza wa jalla, basi kijana utakuwa ni mtumwa wa mademu. Na kama haukuwa ni mtumwa wa Allah azza wa jalla, utakuwa wewe ni mtumwa wa kutafuta hela. Wazako wanaamka asubuhi kwenda kumwabudu Allah azza wa jalla, wewe unaamka asubuhi kwenda sokoni. Haiwezekani ukawa sio mtumishi wa kitu. La budda imma li rabbih wa imma li ghairihi, imma utakuwa ni mtumwa wa Mola wako, imma utakuwa ni mtumwa wa kitu kingine. Ndugu zangu, ukiwa ni mtumwa wa Allah, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tambua huo ndio utukufu na ndio heshima mbele ya Allah. Lakini kama utakuwa unakiabudia kitu kingine, hautaki kumwabudu Allah, unaabudia kingine, ni mtumwa wa kitu kingine, utadhalilika mpaka utaingia ndani ya kaburi lako. Ndugu zangu, hiyo ni haki ya Allah. Baada ya haki ya Allah inayofuata ni haki ya nani? Haqu alwalidaini, haki ya wazazi wawili. Waislamu, haki ya wazazi wawili ni muhimu. Wazazi wawili wanatakiwa wafanyiwe ihsani. Wazazi wawili wanatakiwa waondolewe maudhi. Wazazi wawili wasifanyiwe mabaya. Unaishi vipi na wazazi wako kama bado wako hai? Majukumu yako unayatekeleza kama mtoto? Ukiwa unatekeleza, unafanya ihsani, sio ukasema kwamba mimi ninajitolea tu kwa mama yangu, ninajitolea kwa baba yangu. Haujitolei, hilo ni jukumu la kwako. Wewe angalia Allah azza wa jalla katika sehemu nyingi ambazo Allah anatutaka sisi tufanye kitu fulani, mara nyingi sana kadhalika huwa anatutaka pia tuwafanyie wazazi kitu fulani. Alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala swala la kumwabudu Allah, akatutaka tumfanyie ihsani wa mzazi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, alipotutaka, alivyohukumu msimwabudu yeyote isipokuwa Allah,
alichofuata akafuata na wazazi wawili wafanyeni ihsani. Alipokuja katika shukrani, anishkuru lillah, anishkuru li, unishkuru mimi waliwalidayya, na wazazi wako. Ukimshukuru Allah azza wa jalla, kadhalika unatakiwa umshukuru na nani? Mzazi. Na ndio maana hii tunasema ya kwamba asiyemshukuru mzazi hawezi kumshukuru Allah azza wa jalla. Ukija katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume, radhi za Allah, ili upate radhi za Allah zinapatikana radhi hizo kwa wazazi. Radhi za Allah zinapatikana kwa wazazi, na makasiriko ya Allah azza wa jalla kadhalika yanapatikana katika makasiriko ya wazazi wawili. Haki ya pili Waislamu na majukumu tuliyokuwa nayo ni kuwatekelezea wema, ihsani wazazi wetu. Lakini kadhalika haki nyingine ni haki ya jamaa zetu, ndugu zetu, wajomba zetu, shangazi zetu, mama zako wadogo, mama zako wakubwa. Kaa nao kwa wema watu hawa, wafanyie ihsani. Hili ni jukumu. Wafanyie ihsani kwa kutumia mali zako, fanya ihsani kwa kuwatembelea, fanya ihsani kwa kuwasalimia, fanya kila aina ya kile ambacho kilichokuwa ndani ya uwezo wako. Lakini kadhalika katika majukumu na haki ambayo tunatakiwa tuitekeleze, hakul yatama, haki ya maskini. Unaishi vipi na maskini? Maskini huyo awe ni wa kwako ama si wa kwako, unaishi naye kwa namna gani? Una mpango gani? Majukumu yako wewe unawaishi vipi? Unawaangalia namna gani? Uwe naye yatima nyumbani au hauko naye nyumbani? Vipi majukumu yako? Vipi ukipata mshahara unamwangalia vipi yatima? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, kafilul yatimi lahu au li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kumlea yatima, yatima huyo awe ni wa kwake au asiwe ni wa kwake, mimi na yeye tutakuwa bega kwa bega peponi. Angalia, utakuwa sawa sawa na mtume peponi, bega kwa bega na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikafalati yatama, kwa lile tendo lako la kuwalea mayatima. Lakini kadhalika haki nyingine ni haki jiwar. Miongoni mwa jukumu yetu ni kutekeleza haki za majirani. Majirani Waislamu tunawatekelezea namna gani? Katika vitu ambavyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha mno ni kuwaudhi na kuwakera majirani. Ndugu zangu katika imani, hizi ni haki zilizotajwa, ni amana nzito tuliyokuwa nayo, ambayo tunatakiwa tuzibebe, tutekeleze kwa uzuri kabisa, tuzisimamie kama alivyotutaka Allah azza wa jalla, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah anakuamrisheni tekelezeni amana kwa watu wake, tekelezeni haki kwa watu wake, tekelezeni majukumu yenu kwa watu wake. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja ana jukumu leo la kumwangalia mwenzi wake na amzindue mwenzi wake. Ukimuona mwenzako hatekelezi majukumu yake, hatekelezi haki, ima haki ya Allah azza wa jalla, mshike mkono, mwambie hii ni amana ya Allah, hii ni haki ambayo anakutaka Allah subhanahu wa ta'ala uitekeleze. Ndugu zangu, nimalize mazungumzo yangu kwa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala yanayopatikana ndani ya suratul Anfal. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu Allaha war rasul, msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msimfanyie khiana mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kifanya hivyo, watakhunu amanatikum, mtakuwa mmefanya khiana katika amana mlizopewa. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Ahlul ilmi wanasema al-amana yanqasimu ila qismayn. Amana imegawanyika katika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza, qismun yatahammaluhu al-insan,
tahammulan laziman min hina yablughu hatta tahtalim au hina yablughu au yahtalim. Amana ya kwanza ni ile amana ambayo mwanadamu anatakiwa aibebe, ni lazima tokea abaleghe, na ataendelea na amana hiyo mpaka anaingia ndani ya kaburi. Hii ni amana ya kwanza, kama vile mawajibisho ya Allah, kutekeleza mawajibisho ya Allah azza wa jalla. Hii ni amana ambayo mwanadamu anatakiwa aibebe, aichukue, aende nayo mpaka anapoingia ndani ya kaburi lake. Lakini amana ya pili ahlul ilm wanaita al-amanatul khassa, yani ile amana khassa. Amana khassa ni ile amana ambayo mwanadamu ameibeba kwa kujitakia yeye mwenyewe. Yani mtu akakuletea kitu, bwana nishikie hiki, ukakikubali. Hii ni amana ambayo wewe mwenyewe umeitaka. Umepewa kazi ya kufanya kitu fulani, hii ni amana, unatakiwa uitekeleze kama vile inavyotakiwa. Umepewa wakfu, ziangalie hizi ni wakfu za Waislamu, unatakiwa uzitekeleze kama vile anavyotaka Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja wetu anatakiwa alinde amana tulizokuwa nazo, atekeleze kwa watu wake na kwa ukamilifu unaotakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku zote, kawaida ya Allah, la yahdi kaida al-khainin, Mungu hawaongozi wale ambao wenye kufanya khiana, hawaongozi hata kidogo. Ndugu zangu katika imani, tumuombe ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya ambayo tuliyazungumza, Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuyafanyia kazi.